Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa mchungaji Hezron Mchenya. Na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha tena kukukaribisha kwenye channel hii ya YouTube ya Siku ya Tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu. Ni furaha yetu kurejea tena kwenye jukwaa hili la Kiswahili baada ya miezi michache kupita, tukiwa tukijiandaa kwa ajili ya mtiririko wa masomo yatakayofuata baadaye. Huku tukimwamini Mungu kwa ajili ya kutafsiri na kusambaza ujumbe wa siku ya tatu kwenye lugha nyingine nyingi zinazozungumzwa sehemu mbalimbali duniani. Na leo tunafuraha sana kujifunza pamoja na wewe somo unganishi kati ya mtiririko wa masomo ya utambulisho tuliomaliza na masomo yajayo tunayopanga kufundisha na kujadili somo linaloitwa nyakati za jumla na nyakati maalum za kibiblia. Sasa mchungaji Hezron, tafadhali naomba utueleze kwa nini somo hili ni la muhimu. Naam. Somo hili ni la muhimu sana kwa sababu linajibu swali nyeti sana ambalo wengi wetu hujiuliza mara kwa mara. Na swali hilo ni hili: je, yawezekana mtu kuijua siku ile maalum ya kurudi kwa Yesu? Au kwa nini baadhi ya wahubiri hudai kwamba wanaijua siku ile maalum ya kurudi kwa Yesu, wakati wengine hufundisha kwamba hakuna aijuaye siku wala saa ya kurudi kwa Yesu duniani, na wakati huo huo pande zote hizi mbili hunukuu Biblia ile ile? Somo hili unganishi linatoa maarifa ya kibiblia yenye kuamsha nafsi na roho kuhusu maswali haya yote. Kama umewahi kujiuliza mojawapo kati ya maswali haya maishani mwako, basi somo hili ni somo mwafaka kabisa kwa ajili yako. Amen. Kweli, somo hili ni somo muhimu sana. Sasa je, unaweza kutueleza nyakati za jumla na nyakati maalum ni zipi? Na je, unaweza kufafanua kwa kutumia vielelezo tofauti kati ya tofauti iliyopo kati ya nyakati hizi mbili? Amina. Kibiblia, wakati wa jumla ni wakati kati ya nyakati zilizotengwa na Mungu unaobeba wakati maalum ndani yake. Hali kadhalika, wakati maalum ni wakati kati ya nyakati zilizotengwa na Mungu unaobebwa na wakati wa jumla. Mfano, masaa 24 yaliyo ndani ya siku moja ni wakati wa jumla, na kila saa moja lililo ndani ya siku moja ni wakati maalum. Hivyo basi, kufuatia mfano huu tulioutoa, tunaona kwamba wakati wa jumla hubeba wakati maalum. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia, tunajifunza kwamba siku moja inabeba wakati wa jumla na wakati maalum. Ndiyo maana kwenye habari ya ukombozi, Mungu ametumia siku fulani moja kwa ajili ya kufunua wakati wa jumla wa kurudi kwa Yesu, na wakati huo huo Mungu ametumia siku hiyo hiyo moja kwa ajili ya kuficha wakati maalum wa kurudi kwa Yesu. Sasa waweza kujiuliza, yawezekanaje kutumia siku hiyo hiyo moja
kufunua na kuficha tukio kwa wakati mmoja. Hicho ndicho tunachoenda kujifunza kupitia somo hili muhimu la nyakati za jumla na nyakati maalum za kibiblia. Ili kusaidia kujibu swali hili muhimu, tumeandaa vielelezo vitatu tofauti. Kielelezo cha kwanza kitaonyesha aina kuu mbili za siku za kibiblia, na kielelezo cha pili kitaonyesha tofauti kati ya wakati wa jumla na wakati maalum, na kielelezo cha tatu ambacho pia kitakuwa cha mwisho kitaonyesha uhalisia wa nyakati za jumla na nyakati maalum katika maisha yetu ya leo au ya sasa tunayoishi. Vielelezo vyetu vyote vitatu kwenye somo hili vina rangi kuu tatu. Rangi ya kwanza ni rangi ya chungwa, kuna rangi ya bluu na kuna rangi ya kijani, rangi ambazo zinawakilisha idadi ya siku za mwisho kwenye habari ya uumbaji na habari ya ukombozi. Siku za mwisho kwenye habari ya uumbaji zilikuwa siku 3 peke yake, ambazo ni siku ya 5, siku ya 6 na siku ya 7. Na siku za mwisho kwenye habari ya ukombozi zipo siku 3 tu, ambazo ni millennium ya kwanza, millennium ya pili na millennium ya 3 baada ya Kristo. Sasa unaweza ukaona kwamba hizi siku tumezitaja kama millennium kwa sababu kibiblia siku moja ni kama miaka 1000, na hiyo miaka 1000 kihistoria inaitwa millennium moja, na ndio maana tukasema siku 3 ni sawa na millennium 3. Rangi hii ya kijani inawakilisha siku ya mwisho ambayo ni siku ya 3 au millennium ya 3. Hebu sasa na tuanze kwa kuangalia kielelezo chetu cha kwanza. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia, Mungu ametenga aina kuu mbili za siku za kibiblia ambazo ni siku ya masaa 24 au kwa kifupi inajulikana kama siku moja, siku ambayo ilitumika kuonyesha wakati au siku kwenye habari ya uumbaji. Vile vile Mungu ametumia siku nyingine ya miaka 1000 au kwa kifupi inajulikana kama millennium moja, millennium ambayo imetumika kuonyesha wakati au miaka kwenye habari ya ukombozi. Mistari hii ya Biblia ambayo inaonekana hapa chini inaonyesha baadhi ya matumizi haya ambayo tumeyataja. Kibiblia, Mungu ametumia siku ya miaka 1000 kufunua wakati wa jumla wa kurudi kwa Yesu. Wakati huo huo, Mungu ametumia siku ya masaa 24 kuficha wakati maalum wa kurudi kwa Yesu. Hivyo basi, tukio la kurudi kwa Yesu duniani lina siku za aina mbili zilizotumika. Kuna siku
ya miaka 1000 ambayo imetumika kufunua hilo tukio, na kuna siku ya masaa 24 ambayo imetumiwa na Mungu kuficha hilo tukio. Na hapa ndipo tunapoanza kutofautisha wakati muhimu sana kwenye Biblia uliofunuliwa na uliofichwa kuhusu kurudi kwa Yesu. Mungu ametumia siku ya miaka 1000 ndani ya milenium ya 3 baada ya Kristo kufunua wakati wa jumla wa kurudi kwa Yesu. Vile vile Mungu ametumia siku ya masaa 24 ndani ya milenium hiyo hiyo kuficha wakati maalum wa kurudi kwa Yesu. Kielelezo cha pili kinahusu tofauti kati ya nyakati za jumla na nyakati maalum. Kuna tofauti kuu mbili tulizozieleza kwenye somo hili unganishi. Na tofauti ya kwanza ni hii: wakati wa jumla hubeba wakati maalum ndani yake, na wakati maalum hubebwa na wakati wa jumla. Kielelezo hiki unachokiona hapa ndicho kinachoonyesha tofauti hii ambayo tumeitaja. Rangi hii ya kijani kwenye siku hii ya masaa 24 inawakilisha wakati wa jumla ambao ni masaa 24 ndani ya siku moja. Na rangi hiyo hiyo ya kijani inabeba rangi ya kijivu ambayo inawakilisha wakati maalum ambao ni kila saa moja ndani ya siku moja. Kanuni hii ya kutofautisha wakati wa jumla na wakati maalum imetumika pia kwenye siku ya miaka 1000, kama ambavyo tunaona hapa kwamba rangi ya kijani inawakilisha wakati wa jumla ambao umebeba rangi hii ya kijivu inayowakilisha wakati maalum. Tofauti ya pili ni hii kwamba wakati wa jumla ni wakati uliofunuliwa, ambapo wakati maalum ni wakati uliofichwa. Kibiblia, Mungu hufunua wakati wa jumla kwa watoto wake ili kuwasaidia wajiandae mapema kabla ya tukio la ukombozi wao. Hata hivyo, Mungu huficha wakati maalum kwake yeye mwenyewe ili kuwasaidia watoto wake kuishi kwa imani wanaposubiri wakati maalum wa ukombozi wao. Ndiyo maana Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Andiko mojawapo linaloonyesha ufahamu huu wa kibiblia wa kufunua baadhi ya mambo na kuficha baadhi ya mambo ni Kumbukumbu la Torati sura ya 29 na mstari wa 29 isemayo kwamba mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tufanye maneno yote ya sheria hii. Kwenye maisha yetu ya kila siku, ufahamu huu wa wakati wa jumla na wakati maalum huwa tunautumia mara kwa mara bila hata kujua. Kwa mfano, mtu anapokuahidi kuja kukutembelea kesho, mara nyingi huwa unamuuliza swali, wakati gani? Hilo swali ni la kawaida kabisa kwa sababu huyo mtu amekufunulia wakati wa jumla ambao ni hayo masaa 24 ya kesho,
ila ameficha kwake yeye mwenyewe wakati maalum ambao ni lile saa moja la kesho ambalo amepanga kuja kukutembelea. Hivyo basi, siku ya masaa 24 inabeba wakati wa jumla ambao ni wakati uliofunuliwa na wakati maalum ambao ni wakati uliofichwa. Zaidi ya yote, Biblia inabeba mifano mingi ya nyakati za jumla na nyakati maalum. Mojawapo ya mifano hiyo upo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 4. Wakati wa gharika kipindi cha Nuhu, Mungu alimfunulia Nuhu wakati wa jumla wa siku 7 za wiki kabla ya gharika kuanza, ili Nuhu aweze kujiandaa mapema. Hata hivyo, Mungu alificha kwake yeye mwenyewe wakati maalum wa siku na saa ya wiki ile ya kuanza kwa gharika, ili Nuhu aweze kuishi kwa imani akiwa anasubiri wakati maalum wa gharika kuanza. Na hapa ndipo pa kujifunza wakati muhimu uliofunuliwa na uliofichwa kibiblia. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia, Mungu amefunua wakati wa jumla wa siku ya miaka 1000 kwenye milenium ya 3 baada ya Kristo kama siku ya kurudi kwa Yesu duniani. Hata hivyo, Mungu ameficha wakati maalum wa siku ya masaa 24 ndani ya milenium hii ya 3 baada ya Kristo. Na siku hii maalum ndiyo siku ile asiyoijua mtu yeyote isipokuwa Mungu peke yake. Cha muhimu zaidi kujua ni hiki: mnamo mwaka 2001 ulimwengu ulianza siku ya miaka 1000 iliyofunuliwa, ambayo imo ndani ya milenium hii ya 3 baada ya Kristo, milenium ambayo ndiyo tunaishi sasa. Na hapa ndipo penye swali la muhimu ninalotaka kukuuliza. Je, umejiandaa kwa ajili ya siku hii ya kurudi kwa Yesu? Endapo kwa sababu iwayo yote ile huna uhakika wa jibu la swali hili, ni wakati sahihi kabisa wewe na mimi kuamka kiroho na kutumia wakati huu wa jumla uliofunuliwa ili kujiandaa na kuwa tayari kwa kurudi kwa Yesu. Wow. Wow. Asante sana kwa maelezo na vielelezo hivyo vya waziwazi kuhusu tofauti kati ya nyakati hizi mbili za kibiblia. Sasa, kwa mtu anayekusikiliza kama mimi hapa, je, hili somo linahusianaje na maisha yangu au maisha yake, au jambo muhimu la kujifunza ni lipi kwenye somo letu hili la leo? Somo hili linahusiana kabisa na maisha ya kila mtu, kwa sababu wewe na mimi tunaishi kwenye siku ya mwisho kati ya siku za mwisho. Kibiblia, siku ya mwisho ni siku iliyotengwa na Mungu kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo. Na hapa ndipo tutamalizia kielelezo chetu cha mwisho. Ili kuifanya siku hii ya mwisho, ambayo ni siku ya 3 au milenium ya 3, iweze kuonekana wazi wazi, tumetumia kielelezo cha gudulia lililojazwa golori 1000 za rangi tofauti tofauti kuwakilisha wakati wa jumla. Wakati huo huo, tumetumia kila golori moja ya rangi kuwakilisha wakati maalum. Hivyo basi, golori moja inawakilisha mwaka mmoja.
na gololi zilizopo juu mwa hili gudulia zinawakilisha miaka ya mwanzo ya millennium hii ya 3, na gololi zilizopo chini mwa hili gudulia zinawakilisha miaka ya mwisho kwenye millennium hii ya 3. Kwa lugha ya vielelezo, mnamo mwaka 2000 ulimwengu ulimaliza magudulia mawili ya kioo yaliyokuwa yamebeba gololi 2000 za rangi zilizowakilisha miaka 2000 tuliyoimaliza, miaka ambayo ilihesabiwa tangu kipindi cha kuja kwa Yesu duniani kwa mara ya kwanza. Na mnamo mwaka 2001 tulianza gudulia la 3 la kioo ambalo nalo lilikuwa na gololi zingine 1000 za rangi zinazowakilisha siku iliyofunuliwa ya miaka 1000 iliyopo ndani ya millennium ya 3 baada ya Kristo. Na Mungu tayari amekwisha kuchukua gololi 24 kutoka kwenye hili gudulia la 3 na tayari ameshaziweka pembeni, na sasa hivi anashikilia gololi ya 25 mkononi mwake kabla hajaiweka pembeni na kuchukua gololi nyingine ya 26 ambayo inawakilisha mwaka wa 2026, na ataendelea kufanya hivyo mpaka gololi zote 1000 zitakapokamilika. Na humu ndimo kuna gololi muhimu sana. Ndani ya gudulia hili la 3 la kioo kuna gololi moja ya rangi inayowakilisha wakati maalum au wakati uliofichwa, ambao ni wakati wa mwaka mmoja usiojulikana, unaobeba mwezi mmoja usiojulikana, mwezi unaobeba wiki moja isiyojulikana, wiki inayobeba siku na saa isiyojulikana ya kurudi kwa Yesu. Na ni gololi hii moja isiyojulikana ambayo sote twaingojea, gololi isiyojulikana kwa yeyote isipokuwa Mungu peke yake. Na hapa ndipo ulipo uhusiano halisi wa somo hili na maisha yetu. Kwetu sisi tunaomwamini Bwana Yesu, gololi hii isiyojulikana ni gololi ya tumaini kuu kuliko yote kwenye historia nzima ya mwanadamu. Hivyo basi, kila wakati Mungu anapochukua gololi moja kutoka kwenye gudulia hili la 3, ukombozi wetu unasogea karibu zaidi kuliko tulivyoanza. Ndiyo maana wewe mpendwa unayemwamini Kristo, huwezi kumudu kuishi maisha ya bila utayari. Inatupasa sote tuwe tayari, kwa sababu ni suala la muda tu kabla ya parapanda kulia. Lakini pia kwako wewe unayetaka kumwamini Bwana Yesu, huu wakati uliofunuliwa wa miaka 1000 unaweza ukawa sehemu ya maisha yako ili kujiandaa kiroho. Na hili ndilo jambo muhimu la kujifunza leo. Wow, ni somo muhimu sana. Asante sana kwa maelezo hayo muhimu sana kwa siku ambazo tunazoishi. Tunapenda kukushukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Na kama ungependa kumpokea huyu Yesu moyoni mwako, tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu. Tafadhali fuatisha sala hii fupi ninapoomba pamoja na wewe. Sema: Bwana Yesu, leo ninakukiri kuwa Bwana wa maisha yangu. Ninaamini kwamba ulikuja duniani, ukafa msalabani, na siku ya 3 ukafufuka kuyaokoa maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu zote, na uandike jina langu
kwenye kitabu cha uzima. Mm. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa basi, ni shauku yetu tukikuona ukikua kiimani. Hivyo basi, popote pale ulipo, tunakutia moyo uungane na waumini wengine walio karibu na pale unapoishi ili upate kujifunza zaidi. Na hapa ndio mwisho wa muda wetu wa leo. Hadi wakati mwingine tena, kumbuka, siku ya tumaini kuu kuliko yote imefika. Siku ya 3 iko hapa.